Ayubu alimwambia mume wake, mkufuru Mungu ufe, ni kwa sababu alikuwa ampendi. Jiulize au tujiulize mimi na wewe. Huyu ni mume wa ujana wake, wametoka wameishi wote. Lakini inafikia hatua mke wa Ayubu anaona kwamba haya mambo anayopitia mume wangu ni mambo ambayo mimi siwezi nikamsaidia, wala hakuna msaada ambao naweza nikautoa, na nikikaa ninamwonea huruma kwa sababu anafanya nini? Anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Mke wa Ayubu kwa nguvu ya kujua yale mabaya yaliyompata mume wake, anaona amwambie mume wake amkufuru Mungu afe. Pointi ya mke wa Ayubu alikuwa kwamba amemchoka mume wake. Pointi ya mke wa Ayubu ni kwamba mateso anayopitia ni mazito. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuyastahimili nikikuona unateseka, kwa ni heri umkufuru Mungu ufe ili ukapumzike. Ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kwenye nguvu ya kuyajua mambo mabaya ziko hekima ambazo zinatokea, lakini hizi hekima si hekima za kimungu, ni hekima za presha ya wanadamu baada ya kuwa amejua mambo mabaya yanayompata. Bwana Yesu asifiwe. Bali atakwenda kwa mganga pia ni hekima ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hekima ni lile wazo ambalo wanadamu anakuwa ameliwaza na kukubaliana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati ameona mume wake anateseka, akaona hapana, tutumie hekima gani? Akitazama rohoni hana nguvu ya kumponyesha, akitazama wameshindwa madaktari, ameshindwa kila sehemu, ameshindwa, wametafuta dawa za kutosha, Ayubu bado anateseka. Akujua kwamba ule ni mpango wa Mungu. Katika hekima yake ndani ya moyo wake, akiwa anaugua kwa uchungu, anamwambia Ayubu, kufuru Mungu ili ufe, kwa sababu mateso unayoyapata ni mazito. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii nguvu ya kujua mabaya, nguvu ya kujua mabaya inaweza kukupelekea ukafanya maamuzi ya kumkosea Mungu pasipo kujua. Nguvu ya kujua mabaya ina uwezo wa kukufanya ukamkosea Mungu pasipo kujua. Hiyo ndio nguvu ya mabaya. Wako watu wengi katika maisha yao wamejua baadhi ya vitu ambavyo vilijificha sirini vilikuwa ni vibaya katika maisha yao. Walikuwa wanaenda vizuri katika maisha, lakini baada ya kujua yale mabaya, hata kama yalikuwa yameshapita, yakaumiza mioyo yao, yakawarudisha nyuma. Watu walirudi nyuma kwa sababu ya kusikia wanasemwa. Watu walirudi nyuma baada ya kujua wanaumwa magonjwa fulani, wakajua kwamba haiwezekani. Na katika kulizilisha hilo, hata mtu mwenye ukimwi akiwa bado hajapima, hajui kama ana ukimwi, anakuwa yuko vizuri, lakini akishapima, akijua kwamba ana ukimwi, ndio ule ugonjwa unainuka. Akijua kama ana kisukari, ndio ule ugonjwa unainuka. Tatizo nini? Tatizo sio ugonjwa umepata nguvu kwenye mwili. No, tatizo ni roho inasofika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo tunavifananisha lakini havilingani. Yule mtu sio kwamba ule ugonjwa umepata nguvu, bali ni roho yake inasofika. Baada ya roho kusofika, tayari ule ugonjwa unachukua nafasi. Ni nguvu ya kujua mabaya. Lakini pia hii ni nguvu ambayo imeondoa watu wengi kwenye makanisa. Hii ni nguvu ambayo imeondoa watu wengi kwenye wokovu. Mtu alipojua kwamba anafanya wema, wengine wanamfanyia ubaya, ile nguvu ya kustahimili akashindwa, akaacha wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa hajajua kwamba rafiki yake wa karibu ndiye anayemsaidia. Baada ya kujua, ile nguvu ya kujua ikamfanya akachukia kuwa na marafiki, akachukia imani,
akachukia kumtumaini Mungu kwa sababu ya adui mmoja aliingiza nguvu ya neno ovu, na lile neno ovu likaenda kutengeneza mzizi ndani yake, na yeye akapata matokeo mabaya kwa sababu ya ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie mwenzako nguvu ya mabaya. Nguvu ya mabaya. Katika kitabu cha Wafalme ile sura ya 19 mstari wa kwanza. Kitabu cha Wafalme sura ya 19 mstari wa kwanza. Kitabu cha Wafalme sura ya 19 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli juu ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wake kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia ujumbe kusema, miungu na walifanya hivi na kusiri, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati kama huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda alihifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea mbele katika jangwa kwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mtego, akachiombea roho yake afe. Akasema, yatosha e Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akalala akajinyosha chini ya mtego, na tazama malaika akamgusa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunaona katika Biblia huyu ni mtumishi wa Mungu Elia, nabii mkubwa, nabii ambaye aliandamisha manabii wa Baali kwa namna ya ujasiri mkubwa. Alitumia nguvu ya Mungu kusilisha ukuu wa Mungu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye aliweza kugusa Elia, kwa sababu Elia alikuwa ni nabii wa kweli wa Mungu, na alikuwa amepewa na mamlaka na Mungu. Katika Biblia inaonyesha hiyo nabii ambaye aliweza kushusha moto na kuangamiza baadhi ya watu ambao walileta shida kwa sababu ya Mungu. Ndiye nabii ambaye aliwaangamiza manabii karibia 450 wa Baali. Tena aliwaangamiza kwa ujasiri mkubwa. Lakini baada ya hapo, tazama, Ahabu anachukua taarifa, anampelekea mke wake Yezebeli. Anamwambia Yezebeli, Elia kiko kitu amekifanya. Yezebeli hakutumia silaha yote. Yezebeli alitumia neno au maneno. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema iko roho kwenye maneno. Bwana Yesu asifiwe. Iko roho kwenye maneno. Yezebeli alitumia maneno. Yale maneno yalikuwa ni roho kamili ambayo ilipofika kwenye ufahamu wa Elia. Elia aliposikia yale maneno, akauruhusu moyo wake kuwa na hofu. Ile nguvu ya kujua yale maneno mabaya ikamwingia Elia, na baada ya Elia kuingiwa na ile roho ya nguvu ya mabaya, tunaona Elia huyu ambaye aliangamiza manabii wa kutosha, huyu Elia anakimbia. Elia anakimbia. Kwa nini Elia anakimbia? Elia huyu aliangamiza manabii pale. Elia huyu aliangamiza wanajeshi karibia 100 ambao walimfuata wakati anaenda kuongea na Asia. Anamwambia Asia, hautaishi bali utakufa. Lakini wakati anafatwa na maneno ya Yezebeli, tena sio alipatwa, alisikia maneno ya Yezebeli, mtoto wa kike alitamka maneno kwa ujasiri. Akamwambia Elia, nitaifanya roho yako kama mmoja wa hao ambao unaofanya. Yale maneno yakaingiza nguvu ya mabaya ndani ya Elia. Wakati Elia anasikia ile taarifa, nguvu ya mabaya inaingia ndani yake. Elia anajiona yeye si nini, yeye si kitu. Ni kwa sababu gani? Elia aliruhusu maneno mabaya yaingie ndani ya moyo wake. Biblia ndio inasema
maneno mabaya huchafua moyo. Bwana Yesu asifiwe. Maneno mabaya huchafua moyo. Na ni kweli, ukiruhusu maneno mabaya yaingie ndani yako, ukiruhusu taarifa mbaya ziingie ndani yako, moyo wako utachafuka. Na moyo wako ukishachafuka, kinachotokea ni nini? Yako mambo mengi, ziko asali nyingi zitatokea katika maisha yako, ikiwemo kukata tamaa. Ukiruhusu maneno mabaya yachafue moyo wako, ziko asali nyingi zitatokea katika maisha yako, ikiwemo kukata tamaa. Sasa ukishakata tamaa, ndio mwanzo wa uharibifu. Kwa hiyo Yezebeli anamwambia Elia kwa nguvu kubwa, kwa ujasiri mkubwa, anamwambia Elia, nitaiondoa roho yako. Elia jasiri, Elia mtu mwenye nguvu ya Mungu ndani. Biblia inaniambia Elia alichoka, akaenda akalala chini ya mtende. Manake Elia aliona yeye si kitu. Haleluya. Lakini ni kwa sababu gani? Iko nguvu iliingia ndani yake ya mabaya kupitia kinywa cha mtu mmoja. Nguvu ya mabaya inayoingia ndani ya mwanadamu haipitii sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwa mwanadamu mwingine ambaye anatumiwa na Ibilisi. Leo nikupe hiyo kanuni. Nguvu ya mabaya ambayo inaingia kwa mwanadamu haingii kupitia zana nyingine yoyote isipokuwa mwanadamu mmoja ambaye Ibilisi amemkamata kumtumia kwa ajili ya kukufanya wewe uharibikiwe katika safari yako. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mwanadamu mmoja amebadilisha historia ya maisha yako pasipo kujua, lakini na yeye pasipo kujua, ila ni Ibilisi anatengeneza nguvu ya mabaya ili ije kukupata. Hiyo hatima ulionayo katika maisha yako, huyo Mungu unayemwabudu, huyo rafiki ulionaye ambaye anaweza kukufikisha katika hatima, Mungu shetani anakugombanisha naye kupitia mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna nguvu ambayo au hakuna neno ambalo utalisikia kutoka kwa mnyama, bali ni kwa mwanadamu. Kwa hiyo leo kuna watu wengi yakini kupitia hii nguvu ya maneno mabaya walisikia ndani ya jua. Hata wewe unaweza kuwa miongoni mwao. Wengine walirudi nyuma, wengine tunaweza tukaona tunahangaika, tunateseka, tunalia kwa ajili yao, tunamlilia Mungu kwa ajili yao, lakini kumbe hakuna anayejua iko nguvu ya mabaya. Yuko Ibilisi ambaye tayari ameshaingia ndani na amelalua moyo wa mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya nguvu ya mabaya. Elia jasiri, moyo wake ulidaluka kiasi kwamba akamwambia Mungu, imetosha, ninaomba unichukue. Sasa nimetolea mfano kwa Elia kwa sababu Elia ni mtu alikuwa na imani kubwa. Siwezi kukulaumu wewe kwa nguvu ya mabaya ikakubeba mkavu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii nguvu sio nguvu ndogo. Watu wengi hapa walipojua wana ugonjwa fulani, hata nguvu ya kumtumikia Mungu iliishi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi walipojua familia zao zinapitia katika matatizo fulani, walikata tamaa kabisa, wakasema na Mungu, basi vyovyote itakavyokuwa sisi tumeamua kuishi. Vyovyote itakavyokuwa, kama kufa na kufanya na tufe, kama Elia alivyosema. Elia alisema kama kufa na nife, naomba Mungu unichukue. Na wewe leo inawezekana umeomba Mungu akuchukue. Kwa jina la Yesu leo tunakataa hiyo nguvu ya mabaya katika maisha yako. Hiyo nguvu itoke katika maisha yako. Na kama kuna roho ambayo ilisimama katika maisha yako na ilisema na wewe juu ya nguvu hiyo ya ubaya, na tayari ilikuwa imeshaanza kufanya kazi ndani yako, ndio maana ilikuwa inakurudisha nyuma, leo kupitia ufahamu ujue kabisa hiyo nguvu ni mpango wa Ibilisi kuharibu hatima ya maisha yako katika sehemu yoyote. Haijalishi iwe ni katika ndoa, iwe ni katika maisha ya imani, iwe ni kwa watoto wako, hiyo nguvu ina mpango
wa kuharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa haraka kabisa nitaenda kwenye madhara ya hii nguvu. Madhara ya hii nguvu. Andika madhara ya hii nguvu ya kujua mabaya. Kwenye kujua mabaya yako madhara. Na ndio maana akasema heri ufanye moyo wako kuwa na amani, heri uifanye roho yako kuwa na amani. Kuna wakati sio kwamba tusikita kwamba, ila kuna wakati tunajitahidi kuzipuuzia kwa sababu kinachosababisha ile taarifa ingie ndani na kukuumiza ni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema iweni na mioyo mikuu, uwe na moyo mkuu. Kama una moyo mkuu, taarifa mbaya haiwezi kukuacha salama, italalua moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna viwango lazima uwe umefika, kuna viwango lazima muombe Mungu. Ukifika hiyo viwango, taarifa mbaya haziwezi kukusumbua. Hakuna kitu ambacho kitakuja kama mtego wa kukufanya wewe utoke katika mstari wa Mungu na kikakuweza. Hakuna. Lakini tunaongelea mtu ambaye bado yuko anaendelea katika safari ya wokovu na kututumilia juu ya kupika katika ile tunu ambayo ameandaliwa. Kama hauna moyo mkuu, bado hii nguvu ya mabaya itaendelea kukusumbua. Sasa yako madhara kwenye kuruhusu hii nguvu iingie ndani yako. Yako madhara katika kuruhusu hii nguvu iingie ndani yako. Madhara ya kwanza, umfanya mtu kutokujiamini, kupoteza imani. Humfanya mtu kutokujiamini, kupoteza imani. Watu wengi walipojua, walipopata taarifa, walipoelewa kwamba kuna tatizo linawasumbua ndani yao, walipojua kwamba wametengwa na ndugu zao, walipojua kwamba wanapitia kwenye changamoto fulani, ndipo imani zao ziliyumba. Ndipo imani zao ziliyumba. Kwa madhara ya kwanza, umfanya mtu kupoteza imani. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 29. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 29. Biblia inasema, akasema, njoo Petro. Akasema njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda na miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia juu ya Petro, wanafunzi wa Yesu. Wakati Yesu akiwaacha wao wakiwa chomboni, yeye alibaki kwenye maombi. Wakati anarudi, wakati wa jioni, Biblia inasema Petro na wanafunzi wakaona kitu mfano wa mzimu kikitembea juu ya nini? Juu ya maji. Sasa kwa sababu Petro alikuwa ni mwamba, na Biblia inasema juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa. Na kweli Petro alikuwa ni mwamba, kwa sababu Petro alikuwa ni mtu ambaye anapenda kujaribu. Haleluya. Alikuwa ni mtu mwenye usubutu. Akamwambia Yesu, kama ni wewe kweli, niruhusu nije juu ya maji. Tazama ni imani ya aina gani. Wakati tunasema ni Yesu aliyetembea juu ya maji, lakini Petro naye alitembea juu ya maji. Haleluya. Petro naye alitembea juu ya maji. Alichukua hatua ya imani, akatembea juu ya maji. Wakati anaitwa anatembea juu ya maji, Biblia inasema akakanyaga hatua ya kwanza, akakanyaga hatua ya pili, akaona anaenda. Lakini kadri alipokuwa anaenda, ndivyo imani ilivyokuwa inafanyaje? Inatikita. Kadri anaenda, imani yake ikawa inashuka. Masala ya kwanza, fanya mtu anapoteza imani, nguvu ya kujua mabaya. Kwa nini Petro imani yake iliumba? Unafikiria ni kwa nini Petro imani yake iliumba?
akili yake, roho yake, moyo wake ukalaluka. Petro akairuhusu hofu ingie ndani yake. Nguvu ya mabaya ikaingia ndani ya Petro. Wakati nguvu ya mabaya iliingia ndani ya Petro, ilitengeneza madhara ambayo haya madhara yalikuwa ni nini? Ni Petro kuzama kwenye nini? Kwenye bahari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mmoja ananielewa? Kumbe nguvu ya kuelewa mabaya au ya kujua mabaya haina msaada zaidi ya kuendelea kukuzamisha. Itakuharibia maisha yako. Ukijua mabaya, ukiruhusu mabaya yatawale katika moyo wako, mwisho wa siku hakuna cha zaidi kitakachotokea zaidi ni kukuondoa wewe katika mstari, katika njia ambayo uko umesimamia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa wengi waliojua mabaya hawakupata faida, zaidi ilikuwa ni hasara. Wewe ndugu yangu leo umekuwa ni mtu wa kuyasikia mambo mabaya. Ukisikia mema unaweka huku, unasema haya ni ya kwangu tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu walishajadilishia mambo mema. Yakija mabaya ndio unadili nayo. Unadili nayo vipi? Auombi Mungu afanye lolote. Unakaa unaweka ndani ya moyo. Unayachanganua kila wakati, unayafikiria, unayawaza, unalia kwa ajili ya hayo mabaya. Mungu anasema hivi, wakati Habakuki anaomba maombi yake, aliomba maombi mengi, lakini baada ya hapo Mungu akamwambia bado hujaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Habakuki wakati anaomba alinung'unika. Hakuwa anaomba, alikuwa akimlaumu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Habakuki alijua mabaya yanayotaka kumpata, alijua mabaya yanayompata kwa wakati huo, akanung'unika mbele za Mungu. Wakati ananung'unika, malaika wa Bwana anamtokea, anamwambia Habakuki, simama, bado hujaomba. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kujua mabaya. Wakati Habakuki ameomba ndani ya muda mwingi, Mungu anamwambia Habakuki, vote ulivyofanya hakuna kitu. Akamwambia unapaswa kufanya jambo moja tu, kusimama katika nini? Katika zamu yako. Na Habakuki akatua akasema, nami nitasimama katika zamu yangu, nisikilize kile atakachoniambia nani? Atakachoniambia Bwana ndicho unapaswa kufanya ndani ya siku ya leo, wewe na mimi. Haleluya. Unapopata mabaya, unapopata shida, sio kukimbilia kwenye kunung'unika wala kuruhusu moyo wako upate shida. Ni kumkimbilia Bwana na kumwambia Bwana, sema juu ya haya mabaya, naye Mungu atafanya jambo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wakati unapita kwenye mabaya, ni lazima ujue, ni lazima uelewe kutofautisha nyakati. Usije ukamnung'unikia Mungu. Ni lazima umwambie Mungu, ninahitaji ufanye jambo kwa ajili ya haya. Haleluya. Katika nyakati mbaya ndizo nyakati ambazo unapaswa kuwa jasiri kama simba. Katika nyakati ngumu ndiko uimara wa mwanadamu unaonekana, ndio uimara wa muumini unaonekana. Ndio maana Biblia inasema dhahabu safi husafishwa kwenye nini? Kwenye moto. Kitendo cha dhahabu kuingia kwenye moto ni kitendo cha kufanya dhahabu ijue nini maana ya mapito ili isimame. Dhahabu ni nani? Dhahabu ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Petro alipojua kwamba ninaenda kuzama, alipoona upepo akagundua kwamba upepo huu kipindi hicho hajazama, lakini anasema upepo huu sitazama. Wakati anawaza vile, Biblia inaniambia akaanza kuzama. Matokeo ya hofu yake, matokeo ya nguvu ya mabaya ilimfanya Petro kuzama katika bahari. Ndipo akamwambia Yesu, naomba mkono. Yesu akamshika mkono, akamwambia iko wapi imani yako? Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya mabaya, madhara ya kwanza ni kupoteza imani. Kupoteza imani. Wengi waliojua mabaya, wengi walipoteza imani. Wengi walijua, wengi walikufa kiroho, wengi waliharibikiwa, wengi waliona basi twende tu na kama itakavyokuwa na iwe. Sawa na Elia aliposema itakavyokuwa na iwe, acha nijilaze mahali hapa, kama kufa na nife. Lakini kumbe Mungu alikuwa na kusudi na yeye. Biblia inaniambia ndipo akasukuma malaika, akaletwa chakula, akaambiwa kula. Sasa inawezekana unapitia mabaya, inawezekana kuna nguvu ya mabaya sasa hivi inakusumbua hapo,
kabisa Mungu ana mpango na wewe siku ya leo, na Mungu anahitaji uendelee katika njia ambayo ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Vile wewe unavyoona sivyo Mungu anavyoona. Changamoto ziko katika dunia, maneno yako katika dunia. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu ananiambia hivi. Kila kitu, hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Kuwa tuna moyo mkuu. Kila jambo utalisikia katika dunia, kwa sababu yote yako duniani. Duniani yako mambo mazito na magumu, lakini ana heri yule atakayeshinda, kwa sababu atavikwa taji ya nini? Ya uzima. Nisikia makofi sana kwa ajili ya Bwana. Tutaenda haraka, ingawa somo ni refu, lakini tutaenda haraka kupata kibali tena. Tutaendelea. Madhara ya pili, namba 2, nasema umfanya mtu kuwa mtumwa. Samueli wa pili sura ya 15. Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 13 hadi 31. Hiyo utasoma kwa muda wako. Umfanya mtu kuwa mtumwa. Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 13 hadi wa 31. Utasoma kwa muda wako, na uwe na tabia ya kupitia au kusoma maandiko au kupitia haya masomo ambayo unafundishwa, maana yatakusaidia katika kuendelea kukua katika imani yako. Yesu asifiwe. Biblia inasema Daudi wakati alifanya uovu Mungu alimpiga, lakini wakati Mungu anampiga, katika ahadi ambayo Mungu alitoa akasema, nitakuweka mikononi mwa watoto wako. Uliowafanya kwa watu wengine, watoto wako watafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ataweka uadui baina ya mtoto wake na yeye. Ndicho kilichotokea. Absalomu mwanae akatengeneza uadui na baba yake, akawa anamtafuta. Biblia inaniambia pamoja na ushujaa wote aliokuwa nao Daudi, pamoja na kuwa Daudi ni mtu wa vita, pamoja na kuwa Daudi alimwangusha Goliathi, lakini wakati ulipofika wa nguvu yake yeye kujua mabaya, kujua kwamba wakati huu liko baya linaenda kunikuta, Daudi alikuwa na mashaka juu ya mtoto wake. Na Biblia inasema Daudi akaenda polini kujificha, akimkimbia mwanae. Je, baba anaweza kumkimbia mtoto wake? Bwana Yesu asifiwe. Baba anaweza kumkimbia mwanae. Lakini ona kwa nini Daudi alimkimbia mtoto wake? Si hii ni roho, hii ni nguvu ambayo iliingia na ni ahadi ambayo Mungu alisema baada ya maovu ya Daudi. Akamwambia, nitafanya kitu kwa ajili yako. Na ile taarifa ilipokuja kwa Daudi ikaweka hofu ndani ya moyo wake. Wakati hofu iliingia ndani yake, madhara yaliyotokea, Daudi alimuogopa mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Alimuogopa na alimkimbia, tena hakutaka kabisa kuwa karibu naye. Aliogopa kabisa. Ni kwa sababu gani? Nguvu ya kujua mabaya. Madhara ya pili, hayo ni madhara ya pili, umfanya mtu kuwa mtumwa. Nimekwambia kitabu cha Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 13 mpaka 31. Madhara ya tatu, ufanya mtu kuiacha njia ya Mungu. Umfanya mtu kuiacha njia ya Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 15. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Biblia inasema, ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya
nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona juu ya habari za Sauli. Huyu alikuwa ni mfalme. Huyu alikuwa ni mfalme. Lakini wakati nguvu ya mabaya inaingia ndani yake, Sauli aliacha njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Njia aliyoambiwa aende, yale masharti aliyogaiwa, yeye akaenda kinyume nayo. Lakini ni kwa sababu gani? Tayari Sauli, nguvu ya mabaya ilikuwa imeshaingia ndani yake. Roho ya uasi ilishakuwepo ndani yake tangu nyuma. Ukisoma katika kitabu hiki cha Samueli, nguvu ya mabaya, nguvu ya uasi ilikuwa inaanza kuingia ndani yake taratibu taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akamwambia Samueli, tazama, Sauli ameniacha. Kitu ambacho kitaweza kufanya wewe umwache Mungu kirahisi kabisa ni nguvu ya kujua mabaya, ni nguvu ya kushika vitu visivyo na msingi. Mimi ninaita hivyo kwa sababu kitu chochote ambacho kinaweza kikaleta athari katika maisha yako, hicho sio kitu kizuri. Hiyo nguvu ni nguvu hatari ambayo inaweza ikakuletea madhara. Pia inaweza ikawa ni mlango wa kumfanya ibilisi aingie katika maisha yako na akutese. Lakini namba 4, pointi inasema umfanya mtu kutoka kwenye misimamo yake kupoteza mwelekeo. Umfanya mtu kutoka kwenye misimamo yake kupoteza mwelekeo katika maisha yake, kuanza kutembea katika njia za watu wengine. Kuanza kutembea katika njia za watu wengine. Huyu mtu huwa kama upepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuanza kutembea katika njia za watu wengine. Huyu mtu huwa kama upepo. Kwa nini pointi imesema hivi? Kuna watu wengi walipokuwa na magonjwa walielekezwa, wakaambiwa nenda hospitali, wakaenda. Nenda hospitali, wakaenda. Si ndio? Watu wengi walipoumwa waliingia madhabahu hata zisizokuwa madhabahu za Mungu. Ni kwa sababu gani? Tayari wameshachanganyikiwa. Hawa watu hawana mwelekeo tena. Hawa watu hawawezi kujisimamia tena kwa sababu ile nguvu ya mabaya inawasukuma ndani yao. Huyu mtu ni mtu rahisi kumwelekeza jambo lolote na akalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengi leo sio wakulaumu, bali ni wakuombea. Watu wanatembea kwenye madhabahu za Baali, wanatembea kwenye madhabahu za miungu wageni. Lakini ni kwa sababu gani? Tayari kuna nguvu ya mabaya iko ndani yao inatenda kazi. Hii nguvu inawafanya wawe kama upepo. Chochote watakachoambiwa watakifanya. Wanaenda kwa waganga, wanaambiwa vueni nguvu, nendeni sehemu fulani, njia panda, nendeni makaburini, nendeni. Kwa katika akili ya kawaida hauwezi kuwa na nguvu ya kwenda makaburini ukalala ukiwa uchi ukalikumbatia kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Nani anayeweza? Wewe unaweza. Wewe unaweza. Hakuna mtu anayeweza. Lakini nikwambie, ili ujue kwamba nguvu ya mabaya ni roho halisi na ni roho mbaya iliyoko ndani ya mtu. Baada ya mtu kusikia, baada ya mtu taarifa ya mbaya kuingia ndani yake, huyo mtu huwa na uwezo wa kuamua jambo lolote. Utashangaa, mtu ni yule ni mstaarabu, alikuwa mwaminifu. Kwa nini amepegeuka? Kwa nini amepiga maamuzi haya? Lakini ni kwa sababu ya ile nguvu ya mabaya iko ndani yake, inamwendesha. Kuanzia leo, kataa nguvu ya kuendeshwa na mabaya kwa jina la Yesu. Kataa taarifa mbaya katika maisha yako. Taarifa mbaya ikija, ione kama upuuzi. Sio kwamba hasitokuwepo. Na ndio maana Yesu aliomba akasema, siombei watoke wapi? Duniani, bali waepushe na yule nani? Na yule mwovu. Kwa hiyo kuna nyakati taarifa mbaya itakuja kwako, lakini inategemea jinsi gani umeuandaa moyo wako katika kuipokea taarifa. Andaa moyo wako katika misimamo. Uwe na msimamo. Wewe kama mwanadamu na kama mtu mwenye imani, maana zaidi inaongea na watu ambao wameokoka.
na watu wana imani. Andaa moyo wako, jiwekee mifumo. Wewe kama mwana wa Mungu, sema kabisa, sitalipa, sitaziruhusu siingie ndani ya moyo wangu. Hizo zikija, nitaziondoa kabisa, zitobaki katika maisha yangu. Nitakubali zile taarifa zilizo njema na zitakazoweza kunichipuza na kuweza kunifanya niendelee kwa jina la Yesu. Nguvu ya kujua Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo somo letu leo, lakini nasiye kuwa mwaminifu, kwa sababu ya kuna nguvu kwenye mwaminifu. Ni somo lefu na ni somo zuri, lina mambo mengi, lakini kwa leo Mungu ametujalia neema ya kuishi hapa. Kwa hiyo wewe mwanadamu leo hii, na wewe uliamini, kisiwepo kitu cha kurudisha nyuma. Ugomvi, matatizo, umbea, sijui vitu gani, ni vitu vidogo ambavyo vikikurudisha nyuma. Hata Mungu anafunika na kuona kama wewe bado hujafikia katika hatua ya kukomaa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya siku ya leo, jifunze kufika katika viwango vya kimungu, kiasi kwamba tufike hatua wote tutakapofika hapa, iwe taarifa ya ubaya, iwe taarifa ya wema, zote tunazipokea na tunasema Yesu ni Bwana, tunaendelea mbele, hakuna kitakachoturudisha nyuma kwa jina la Yesu. Nisikie makofi ya shangwe tena kwa jina la Bwana. Basi Mungu akubariki sana, Mungu akutunze, Mungu aendelee kukupa